Ashhadu Allah ilaha illa Allah. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Hiyo ndio Kimasai sasa. Na Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja. Eti Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja. Yaani muumba wetu na muumba wenu ni mmoja. Hapo tuko sawa? Hatuko sawa. Kwanza kwani wewe uliumbwa na nani? Tusikie hivi kwanza. Nimesema hivi. Imesema muumba wetu na muumba wenu ni mmoja. Wewe unasemaje? Imesema Mungu wenu, haijasema muumba wetu. Hebu rudia. Wewe ni nani? Haiwezekani, sisi sio wa Mungu. Sisi tuliumbwa na Yawe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu yule mmoja tu ambaye ametuongoza tukawa Waislamu, na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad pamoja na jamaa zake na masahaba zake. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi ndugu wapendwa watazamaji. Mimi najulikana kama Ramadhan Kure bin Kaguo, nikiandamana na mwalimu Khalifa Juma tukiwa kwenye kipindi cha dawa mitaani. Siku ya leo tumetembelea tena kiwanja cha Jacaranda, na kama unavyoona mashallah watu ni wengi, harakati ni nyingi, tunasema kama mzinga wa nyuki wanavyokuwa wako busy. Na siku ya leo ukitazama kwenye meza hapa, kabla sijampa mwalimu mwenza kipaza sauti, tutaona tuna wageni wamesha karibia, na hawa ni wageni special leo, ama ni wageni waheshimiwa maana hatujawazoea, tumezoea kuongea na Wakristo, lakini leo alhamdulillah tumepata wageni ambao watajitambulisha inshallah. Lakini kabla hatujawakaribisha wageni wetu, una kauli labda ya kusema kwa ndugu zetu watazamaji? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji. Kama alivyosema Sheikh, karibuni tena katika viwanja hivi. Lengo na madhumuni ni kuweza kufikisha kalima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kwa kila aina ya viumbe ambao Mwenyezi Mungu amewaumba wakiwa wanadamu, kuwafikishia ujumbe wa Uislamu, nao pia wapate nuru ya Uislamu. Na kila Muislamu pale popote ulipo, kazi yetu ni kufikisha, na hata we pale ulipo unaweza kusaidia katika kufikisha ujumbe huu ambao sisi tunaufanya hapa kwa lengo la kushare na katika mitandao mbalimbali ambayo pia wewe unajua, na pia kuendelea kutusupport katika njia za dawa kwa kutoa maoni, kutuelekeza labda vile unaona vile ungependa dawa iende, au labda ungependa kuona tukifanya dawa, ungependa tuboreshe dawa katika njia gani. Pia unaweza kutuandikia maoni yako na pia kutuunga mkono katika njia za kifedha, kwa sababu ni kazi kubwa tu ambazo tunazifanya ili kuhakikisha kwamba kalimatul la ilaha illallah inasonga mbele. Na kalima la ilaha illallah haiwezi kusonga mbele kwa maneno matupu. Lazima Waislamu wawe ni wenye kujitoa kwa nyoyo zao na nafsi zao na mali zao, ili Uislamu uweze kusonga mbele. Kwa hivyo karibu tuandamane sote mpaka mwisho. Na leo kama alivyosema Shekhe, leo tumeenda kukutana na watu tofauti kabisa. Hawa si Wakristo sasa, hawa ni watu wengine tofauti. Hatujui dini yao dini gani. Si Wakristo kabisa na si Wahindu. Kwa hivyo wana dini yao hawa. Kwa hivyo wacha tuangalie, tuone jinsi mambo yatakavyokuwa na wao. Na jinsi ninavyoona, huenda pengine Mkristo ni mmoja hapa, lakini Wakristo wengine watakuja baadaye. Kwa hivyo ni fursa tu ya kujitambulisha majina. Ndugu yangu, jina lako na dini yako? Asante sana ndugu yangu Muislamu.
Mimi kwa majina naitwa Dan ama ni full Daniel. Na napenda Mungu. Na kupitia kwa Mungu pia akatupea mtoto wake wa kipekee ambaye ni Yesu. Napenda pia Yesu Kristo. Nashukuru kwa hiyo. Asante. Pia tupate na dini yako, hujatuambia dini yako. Unajua mimi naweza sema kama Mkristo, dini kitu ya kwanza, dini ni moyo wako. Dini ni moyo wako. So haya building ambazo tunaona ama watu wanakusanyika pale, hiyo ni nyumba tu. Lakini kitu cha kwanza, dini ni moyo wako. Ni kweli dini ni moyo wako, ila ungetuambia tu tutajeni dini gani kisha tuendelee. Ashasema dini ni moyo. Dini nimesema ni moyo, lakini pia kanisa yangu mimi ni mlejo asili. Lakini pale popote ambapo kuna kanisa ya Mungu na inahubiri mambo ya Mungu, yote ni sawa tu, hamna shida. Haya, asante sana. Karibu mwenzetu, karibu. Nashukuru. Kwa majina naitwa Malakia Hawkins. Mimi sina dini, lakini nasimama na maandiko ambayo Muumba wetu alitupatia. Muumba wetu ana jina katika Kiyahudi ni Yod He Wa He, ambaye ni Yahweh, na maandiko yake yanafundishwa na sheria zake zinafundishwa kutoka kwa nyumba yake ambaye ni nyumba ya Yahweh. Kwa hivyo sisi ni wa nyumba ya Yahweh, House of Yahweh, Bait Yahweh. Asante sana. Asante. Mimi kwa majina naitwa Ndara. Mimi sina dini kwa sababu kwa maandiko hakuna siku binadamu waliambiwa eti kuna dini 5 mchague moja mkue. Kwa hiyo binadamu alipewa mpangilio kwa kufanya kazi yake kwa hii dunia, na huo mpangilio ni sheria. So wakati binadamu anapewa sheria, alipewa mahali ambapo atazitekeleza, ambapo ni kwa nyumba ya baba yake. Vile mzazi ambaye ni baba anapeana sheria kwa nyumba yake kwa watoto wake wote, ndivyo baba yawe anapeana sheria kwa watu wa nyumba yake wote. Hiyo ndio imani, sio dini. Okay, asante. Amjambo nyote. Kwa majina ni Shaul Hawking kutoka imani ya House of Yahweh ambayo imekuja nyakati hizi za mwisho kulingana na maandiko. Asante. Naam, shukrani sana na karibuni kwenye mkutano wetu wa siku ya leo, na mjisikie mko nyumbani. Na huwa tukija hapa sisi huwa hatununi, huwa tunatabasamu, huwa hatununi. Na mjisikie mko huru, kama mtakihitaji chochote, maji, soda, mtapata. Unajua wengine tukiwaletea wanasema hatutaki. Kwa hivyo sisi tunawaambia ukijisikia unahitaji maji ala chochote, wewe sema tu utapata. Na vile vile tunaendelea kupata dawa. Na nimesikia mkisema hamna dini nyinyi. Sasa sikutaka niwaekee mada, lakini nyinyi mniambie mnataka tu discuss nini? Ama kwanza tuachie mueleze imani yenu, maana hii inaona kama mimi ukiniuliza nitasema ni Ukristo mpya wa karne hii mwaka 2026. Na nikisikiliza katika utambulisho wa majina yenu nimesikia Hawkins na kuna Hawkins. Na juzi tulikuwa na kaka kwenye kipindi kilichopita akasema kwamba mwanzilishi ama mkubwa wenu ama sijui muasisi wa imani hii, overseer wenu anaitwa Israel Hawkins. Sasa naona mmeamua kuchukua na jina lake kabisa. Sasa sijui nimpe nani katika nyinyi kwanza atufundishe imani yenu hata dakika 10. Tunataka kujifunza kwa, alafu baadaye maswali motomoto yatakuja. Kwa hivyo mzee wangu, naam, Patia ndugu kwanza ajitambulishe, afanye introduction, ndio alafu baadaye tutajiunga katika mada. Okay, alafu mpendwa mtazamaji, taarifa ambazo niko nazo hapa ni kwamba wako na sheria yao. Na wameniuliza kama nimewahi kuiona sheria, na hapa naweza nikashika, si ndio? Ukitazama hapa kumeandikwa kwamba Yahweh's 613 laws. Kwa hivyo kuna
amri 613 za Yahwe. Yahwe ukipenda, wengine wanasema Yehova, na sisi tunasema Allah, wengine wanasema Ngai, Enkai, Nyasaye, Mulungu, God. Mzee anacheka. Mzee wangu, mbona ukifika hapo kwa Mulungu na Ngai na Enkai inakuwa naona mnaanza kucheka, au hao sio Mungu? Hizo zote tumeziweka pamoja kuwa kama miungu. Lakini Yahwe peke yake ndiye muumba wetu. Afananishi na Mungu yoyote. Yeye tu ni muumba wetu, baba wetu aliye juu mbinguni, ambaye ni Yahwe. Ili jina alitupatia kupitia kwa mtumishi wake Moshe. Moshe ni yule wanaita Musa, lakini jina lake ni Moshe na ni la Kiyahudi. Moshe akauliza, na watuma katika Waisraeli, wakiniuliza ni nani ametutuma? Akasema kwa Kiyahudi, Yod he wa he, I am who I am. Nenda uambie ni Yod he wa he. Sasa kuanzia hapo, wakati lugha zingine zinakuja, tukaunganisha zile letters 4 zikaunganishwa kuweka silabi zikawa Yahwe. Hilo ndio jina lake ambalo limeonekana kuanzia mwanzo, yeye akijitambulisha. Kuna watu wengine imani inaitwa Messianic, nao watakwambia Musa, huyo Musa tunayemuita Musa anaitwa Tovia. Sasa nyinyi na nyinyi mnamuita Moshe. Akiitwa jina lingine nyinyi hamumtambui? Hatumtambui kwa sababu huyo sasa ni binadamu mwingine. Moshe inasema aliyeondolewa katika maji. Moshe wakati alikuwa katika ufalme wa Farao akiwa mdogo, alikuwa amefichwa ndani ya maji. Na sasa binti wa Farao akamtoa ndani ya maji. Sasa kwa sababu ni Wayahudi, wao ndio walimpatia hilo jina. Mama yake Moshe ndiye alimpatia jina Moshe. Kwa hivyo hatuwezi tukabadilisha hilo jina na akawekewa jina lingine. La hasha. Okay, shukran sana. Kwa hivyo wewe nakupa dakika 10 utufundishe kuhusiana na hii imani yenu, alafu ndio tutaingia kwenye maswali vile vile. So unataka nianzie? Alafu uongee kwa sauti. Unataka nianzie wapi? Kuhusu tu imani yenu, ama ukitaka maswali moja kwa moja tuko na maswali. Introduction ya Sofia ni nini? Mimi nitaendelea kutoka kule ndugu yangu amesema kwamba Weka mic hapa, alafu jina la baba yetu wa mbinguni ni Yahwe. Na ukisoma kitabu cha Mwanzo 11 kinakuambia kwamba mwanzo kabisa kulikuwa ni lugha moja, kabla hizo lugha zingine zitawanyike zikwe tofauti tofauti. So ile lugha ya kwanza ilikuwa inatambua baba wa mbinguni kama Yahwe. Kutoka hapo sasa ndio baada ya ule msukosuko ulitokea kule, lugha ziligawanyika. Baada ya lugha kugawanyika, kila mtu akaenda na wale watu ambao walikuwa wanaelegana kilugha. Vile tunakuwa na makabila na vitu kama hizo tofauti tofauti. Kutoka hapo binadamu walipoongezeka kimaarifa, ndipo wakaanza kuumba. Wakati binadamu anaumba, aliumba kitu cha kwanza ambacho kinaitwa Mungu, kulingana na imani yake, kulingana na lugha yake, kulingana na dini yake. Sasa vile Wakenya walikuwa nasema eti, kuna mmoja alisema eti Mungu anatambulika kwa majina tofauti tofauti, lakini nikuita jina lako ambalo si lako, ni kunyoshea hata mkono, uwezi itika. Wewe utaitika kwa jina lako, kwa sababu baba Yahwe anaitika kwa jina lake kwa wale ambao wanamuita. Huo ndio mwanzo wa jina la Yahwe. Lakini kuna miungu tofauti, kama Kenya kuna makabila kama 44, kuna miungu 44 tofauti ambayo inasimamiwa na Mungu wa kweli, ambaye wanasema Mungu wa kweli, ambaye ni Mungu wa kweli anaitwa Lucifer ama Shetani ama hayo majina mengine. Wanasema majina yake yote ni mazuri, ni yake. Kwa sababu kitu kibaya kina majina pandia tofauti, kinabadilika kama kinyonga. Lakini Yahwe anasema mimi sibadiliki. Yeye ni Yahwe na habadiliki. Kama habadiliki, yeye anakaa kwa nyumba yake ambayo inaitwa nyumba ya Yahwe. Hata kule mbinguni Yahwe anakaa kwa nyumba yake. Huku duniani Yahwe anakaa kwa nyumba yake ambayo iko kule Abelin.
ambapo alipoweka nyumba yake ya kwanza duniani aliiweka kwa kwani wake ambaye alikuwa anaitwa Abel kule Abelin, Mashariki ya Kati. Lakini kwa siku hizi za mwisho Yahweh ameweka nyumba yake magharibi, kutoka mashariki kuelekea magharibi. Hiyo ni unabii ambao uko Ufunuo 7. Kutoka mashariki kwenda magharibi, nyumba ya Yahweh ikawekwa huko na watumishi wake wawili. Ukisoma Isaya 41 mpaka 49 yote iko hapo. Sio hizo fungu moja moja watu wanasoma wakisherekea na kupiga miguu kwa kanisa. Ni kusoma na kuingia kwa undani ndipo uelewe. Anapoweka sasa nyumba yake kule Abelini, ambapo anaweka wale watu kulingana na maandiko. Hata Yeshua mwenyewe ambaye ni Mwokozi alitambulika kwa jina lake kupitia kwa manabii kwanza, kabla atambulike kwa watu wengine. So manabii walikuwa wametabiri kwamba ataitwa Yeshua na atazaliwa kwa familia ya Yada ambaye ni mtoto wa 4 wa Yakobo. Alipozaliwa huko akapewa hilo jina, akaanza kazi ya Yahweh. Yeshua inamaanisha Yahweh ni wokovu. Kutoka Yahweh ni wokovu. Kwa sababu majina yote yanayotumika kwa nyumba ya mtu, mzazi yote anayepea watoto wake majina yake anajua maana yake. Kwa hivyo wewe unaitwa Albert, unaitwa James, whatever, na ujui maana ya jina lake. Yahweh anapatia watu maarifa ya kujua majina yake na maana yake. Sio eti unajua jina tu eti naitwa jina fulani. Hilo jina linafaa liwe na maana na linamaanisha kazi yako ni gani. Kwa sababu kama Yeshua anaitwa Yahweh ni wokovu, Yeshua alileta wokovu. Kwa sababu alitekeleza vile alikuwa ametabiriwa na manabii. Hakuanzia kitu chake kipya. Alifuata, hata yeye mwenyewe alisema sijakuja kubadilisha sheria bali nimekuja kutimiza. Kutimiza ni kufanya ama kurejesha kitu ambacho kimekuwa kimetolewa. Na dini ambazo tunaziona kwa hii dunia zinapigana vita kali kali. Sijui kama mtu ambaye anatafakari maisha yake na kila kitu chake angetamani kuwa kwa hizo dini. Lakini tukiendelea na hapo, Yahweh alipoweka nyumba yake kwa sehemu ambayo alikuwa ameitaja kwa jina, sio vitu vya kubahatisha ama kubeti vile mnaenda mnabeti mnashinda pesa. Ni kitu ambacho kina uhakika, kimeandikwa na kinathibitishwa na maandiko. Akamweka yule ambaye alisimamia huko, mtumishi wake Israeli, kurudisha kazi ya Yahweh, kurudisha imani ya kweli, kurudisha majina ya ukweli kwa maandiko matakatifu. Mpaka jina la kitabu cha maandiko cha matakatifu kinaitwa kitabu cha Yahweh, kimeandikwa Isaya 29:18 na 34:16. Ukisoma Biblia hakuna mahali Biblia imeandikwa kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna. Lakini Wakristo wanasema ni Biblia. Lakini Yahweh ameandika kitabu chake, akakitabiri kwamba ndicho kinatafutwa na kisomwe kulingana na unabii. Kwa hivyo unabii unatimia na sheria zinatekelezwa. Huo ndio unaitwa ukweli uliofichwa. Ili kazi ya Yahweh iendelee, lazima ingehubiriwa na watu wajue ukweli, waweze kutoka kwa imani yao na hiyo miungu yao ambao walijiundia kulingana na lugha zao na tamaduni zao na dini zao, waje kwa baba yao, waache kuwa watoto wasiokuwa na baba vile watoto wengi siku hizi hawana baba. Waje kwa baba yao, wafunzwe ili waweze kuwa katika ufalme, sio kule kusema eti mnaenda mbinguni kukaa huko. Sijaiona mtu akifa akizikwa kwa anga ama kwa mawingu. Mtu akifa anazikwa kwa mchanga. Kwenda mbinguni sijui mnaenda aje. Pengine mtuonyeshe hiyo barabara inaenda huko. So Yahweh analeta ufalme wake kwa binadamu kutoka mwanzo hadi mpaka Ufunuo. Binadamu anapoitwa anaitwa ili aweze kupewa nafasi katika ufalme wa Yahweh. Na ufalme wa Yahweh unatengenezwa na unatekelezwa na nyumba ya Yahweh pekee. Hizo nyumba zingine za miungu ambayo ni tofauti kulingana na lugha zao na mawazo ya wale watu walianzisha hizo dini, iko nje. So asiye ndani ya nyumba ako nje, hawezi sema uko katikati. Kwa hivyo sheria za Yahweh zinaendelea kutekelezwa, unabii wa Yahweh unaendelea kutimizwa, na hilo ndilo neno la Yahweh. Neno la Yahweh ni sheria zake na unabii. Unabii kwa kifupi, kama unataka kuelewa unabii ni nini, unabii ni kwa jinsi sehemu kubwa ni kile kinafanyika wakati sheria zimefuatwa ama zimevunjwa. Kwa hivyo wakati sheria zinafuatwa kunakuwa na amani na utangamano na upendo na kila kitu. Wakati sheria zinavunjwa tunapata kuna uharibifu, vita, magonjwa, hospitali zinajengwa kwa wingi
vifo na kila kitu ambacho kinaleta kuvunjika moyo na msongo wa mawazo. Kwa hivyo nyumba ya Yahweh ikiwa imerudishwa kwa siku za mwisho, inazidi kuwatengeneza binadamu ambao wameingia huko kuelewa kila andiko lililoandikwa kwa kitabu cha Yahweh. Watu wanachukua vitabu, wanatekeleza yale mambo ambayo yameandikwa, wanaona unabii ukitimia, wakiangalia nje ya ufalme wa Yahweh, wanaona yale yanatekeleza na watu ambao wamevunja sheria, kwa sababu waliondoa jina la Yahweh, wakaondoa sheria zake kwa mioyo ya watu, vile imeandikwa kwamba waliondoa sheria na jina la Yahweh kwa maandiko, wakaweka majina yao na miungu yao, ambapo majina mengi ambayo yako kwa hii dunia ni miungu tu, na majina mengi hayana maana. Kama yule nabii ambaye alikuwa anaitwa Moshe, wanaita Musa, aliitwa jina Moshe kwa sababu Moshe inamaanisha ni kutoka sehemu fulani. Yeye alitolewa kwa maji na yeye atumiwa na Yahweh kutoa watu wa Yahweh kwa dhambi. Sio nje alikuwa anawatoa kwa hali ya dhambi, awafunze waweze kuwa watu wakamilifu kwa njia za Yahweh. Kwa hivyo tuko kwa nyumba ya Yahweh tukifunzwa sheria, tukiendelea kutengeneza hali inayofaa kwa dunia yote, kwa sababu watu wanasema dunia yote itaangamia, waende mbinguni kukaa huko. Wacha waende tu wakae huko. Yahweh anasema binadamu atatawala kwa hii dunia, na Yahweh anasema mimi nitatawala kwa hii dunia, na wale wanabarikiwa wanasema wataitawala hii dunia, sio kuenda kukaa mbinguni kupumzika wakati wameharibu dunia. Unaambiwa utekeleze sheria za Yahweh, ufanye dunia iwe bora zaidi ili uweze kuirithi. Sasa binadamu hana urithi wowote katika dunia, lakini anasema shamba ni langu, sijui sehemu ni yangu. Binadamu anaambiwa atekeleze sheria ndio aweze kupata himaya kwa hii dunia. Sasa hana. Kwa hivyo nyumba ya Yahweh inatekeleza sheria za Yahweh ili binadamu aweze kupata nafasi kwa mara ya kwanza ya kumiliki ufalme kwa dunia. Inamaanisha kumiliki shamba, kumiliki kila kitu. Sasa kila kitu unanunua kwa shamba ni matumizi tu, sio shamba, kwa sababu ukifa inaenda kwa mikono ya mtu mwingine. Kwa hivyo sheria za Yahweh zinatekelezwa. Uvunjaji wa sheria za Yahweh uko nje ya nyumba ya Yahweh. Na watu wengine pia watakapojua ukweli watakuja kwa nyumba ya Yahweh waseme wameridhi uongo vile wamekuwa wakiridhi uongo. Vile kila mtu wetu, kwa ndugu zangu, ameridhi uongo kutoka utotoni mwake hadi saa hii. Kwa hivyo asante sana, maneno ni mengi, tutazidi kuyazungumzia tukiendelea kuongea kuhusu imani ya nyumba ya Yahweh. Asante sana mwenzetu. Na kaka, jina lako naitwa nani? Naitwa Dalmax Otieno. Dalmax Otieno. Dini yako? Mimi ndio nilijiunga nasi hivi majuzi. Oh, Muislamu? Mashallah. Haya, kwa hivyo asante sana, na tumekwisha kusikiliza kwa makini, na baadhi ya vitu tulivyosikiliza ulivyosema hapo ni kwamba jina kamili la Mola mnayemwabudu ni Yahweh. Mola ni maana yake ya Mola nini? Hebu angalia. Mola ni neno la Kiswahili, maana yake? Okay. Hebu nataka kumaanisha hivi, mwenye ameumba mbingu na nchi ni Yahweh. Sasa nimesema Mola mnayemwabudu ni Yahweh. Kwani nimekosea? Sikuwa nimekuelewa. Haya. Maana ya Mola ni nini? Naam. Maana ya Mola ni nini? Mola ni mwenye anaabudiwa lakini ana jina lake. Anakuwa na jina lake. Sisi hatuabudu Mola, tunaabudu baba yetu. Yana muabudu Mungu. Mnaabudu Yahweh. Hatuabudu Mola, tunaabudu Yahweh. Mungu ni kitu chochote, hata hii meza inaweza kuwa Mungu. Ndio sasa wale wanaabudu ng'ombe kama Mungu. Ni sawa. Ni Mungu wao. Shika hii. Sasa ngoja nipeke hii ama ushike kuongea ongea hii pia. Haya. Karibu na mdomo. Kwa hivyo nimesikia ukitaja na kusema ya kwamba majina yanayopatikana humu ni majina ambayo ni fake katika Biblia hii ambayo Wakristo wengi ndio wanaitumia. Hata Biblia yenyewe inasema ulimwengu wote umedanganywa. Hiyo ni Biblia inasema. Na kwamba hamuiamini hiyo Biblia.
hatuiamini kwa sababu tuliisoma tukaielewa. Si eti useme uiamini kwa sababu hujaipitia. Lazima kila kitu ukisome, ukitafsiri, ukielewe. Ndipo okay. Ukikubali ama ukikataa. Sasa kama hiki kitabu hakifai, sasa kitabu cha Mungu kiko wapi? Sasa hiyo Biblia. Kitabu cha Mungu ni hicho. Ni kipi? Cha Mola ni hicho. Cha Yawe ni hiki. Cha Yawe ni hiki. Na kimeandikwa hapo nje. Ukitaka tukufungulia ndani mahali kimeandikwa. Kwa hivyo kitabu cha Yawe kinaitwaje? Kitabu cha Yawe kinaitwa hivyo tu. Haya, wacha nimwachie Sheikh hawa zungumzishe kidogo. Naam, tunaendelea vizuri. Bila shaka amesikia mafundisho. Lakini mmoja amenita pembeni hapa ananiuliza connection ya kuingia kwenye Uislamu mtu anaweza pata vipi? Connection. Sasa hapa sio kama kuna tafutiwa job eti lazima kuwe na mtu wa kuconnect. Karibu sana, njoo hapa usilimishwe mara moja. Huyo anataka kuwa Muislamu. Hiyo ni automatic. Kwao ni automatic. Kwetu sisi hatucheleweshi bwana. Brother, unaitwa nani? Morgan. Yeah. Unataka kuwa Muislamu? Asi mnaona. Na wewe mzee pia ukisilimu utapendeza sana. Fanya hivi. Sema ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu peke yake Allah. Sasa hapo ndugu yetu ameshakuwa Muislamu. Hivyo tu. Hivyo kwa kuamini Mwenyezi Mungu ni mmoja, huyo mnamuita Yahwe. Mtakavyomuita huyo ndo sisi tunajua ndo Mwenyezi Mungu aliyetuumba yani. Haya majina mengine asifanye eti tusielewane. Allah ndiye aliyetuumba sote. Qur'ani sura 29 aya 46 tunaambiwa tujadiliane na wale waliopewa kitabu kwa njia nzuri ila wale waliodhulumu. Hebu msomee, soma hiyo Qur'ani usikie. Alafu uko na jina ungependa kuitwa? Bado. Hujachagua bado. Soba 56 Kwa mafundisho kidogo. Masewe nasema enkai na bo. Unataka maji ya kunywa? Njoo kwanza tusalimiane. Maji nitakupa tu. Njoo huku tusalimiane. Salama sana. Njoo huku. Njoo, nawaambia hapa enkai na bo. 29:46. Amani ya Mungu pamoja nawe. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Hiyo ndo Kimasai sasa. Unaitwa nani? Mimi? Luka. Na hapa Mbona jisikike sauti? inaenda pale. Sisi ni Waislamu. Na wewe dini yako? Mimi? Mimi sina dini. Una dini, ungependa kuwa Muislamu? Yoyote tu. Wewe uko ya msikiti? Mtu wa msikiti? Naendaga wapi? Msikiti iko kila sehemu. Nyumbani ni wapi? Nyumbani? Kajiado. Kajiado iko msikiti mingi. Ukienda Bisil kuanzia Namanga, Kajiado, sijui wapi. Msikiti mingi. Hiyo msikiti iko ngapi? Iko mingi. Unataka ingine inaitwaje? Kanisa? Iko ngapi? Sijui. Mingi. Wewe kama unataka kuwa Muislamu, mtu ya msikiti, sawa? Sawa. Iko tofauti gani ya msikiti na kanisa? Tofauti ni kwamba ngoja tusome andiko kwanza. Alafu na yeye amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe. Milele amina. Milele amina. Unaitwa nani brother? Mimi naitwa Meshaki. Huyu anaitwa Meshaki. Karibu sana. Kwanza msikilize mafundisho kidogo ya dakika moja, maandiko alafu muondoke ama mkae msikilize. Kwanza nitawasomea maji, patia yeye maji, chukua maji. Naam. Chukua maji. Qur'ani kwanza tunasomea hawa. Qur'ani 29:46 Bismillahirrahmanirrahim. Wala msibishane na watu wa kitabu waliopewa kitabu kabla yenu ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri, isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao.
Na semeni tunaamini yaliyoteremshwa kwetu na yaliyoteremshwa kwenu, na Mungu na Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja. Eti Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja, yaani muumba wetu na muumba wenu ni mmoja. Hapo tuko sawa? Hatuko sawa. Kwanza kwani wewe uliumbwa na nani? Tusikie hivi kwanza. Nimesema hivi, imesema muumba wetu na muumba wenu ni mmoja. Wewe unasemaje? Imesema Mungu wenu, haijasema muumba wetu. Hebu rudia. Huyo hawataka kusikia Mungu. Wewe unataka kusikia Mungu? Rudia tena. Rudia hapo. Mungu wetu na Mungu wetu ni mmoja. Wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu, ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri, isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao. Na semeni tunaamini yaliyoteremshwa kwetu na yaliyoteremshwa kwenu, na Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja. Kwanza ujue hawa wanasema hawaamini Mungu, wanaamini Yahwe. Lakini mimi nikasema Mungu, ili munielewe vizuri, Mungu wetu yani muumba wetu na muumba wenu ni mmoja. Lakini hawezi kuwa Mungu, hajawahi kuwa Mungu. Wamasai wanauliza kwani Mungu yuko ngapi? Miungu ni wengi. Miungu ni mingi. Lakini aliyetuumba ni huyu. Mimi niko mmoja tu. Enkai nabo. Mmoja tu aliyetuumba sisi wote. Kabisa. Tutakuwa duniani. Ni Mungu ni mmoja tu. Unaona? Kuna kitu hapo unakanganya kidogo. Kuna kitu umekanganya. Unasema muumbaji ni mmoja. Ana jina? Ana majina mengi. Hakuna andiko kutoka Genesis hadi Revelation kati ya Biblia ama Book of Yahweh inasema ana majina. Inasemaka niteni kwa jina langu. Katika Joel 3:32 niteni kwa jina langu. Revelation nayo inasema 14 ya kuwa watu wataandikwa jina la muumbaji katika vipaji za nyuso zao. So hana majina, akona jina moja. Na alipeana hapa kwa Moshe. Ukisoma Kutoka 3:14 kuendelea. Alipeana jina moja na akasema jina hilo ni kumbukumbu katika vizazi vyote. Hakusema majina hayo ni sasa nitakuja hapo. Kwanza tumtafutie ujina, tukiendelea kutafuta jina la Mwenyezi Mungu. Huyu tumpatie jina kwanza. Kuna majina mengi sana katika Uislamu. Ule anasema kuna Ibrahim, kuna Isaka, kuna nani? Kuna Yahya, Hassan, Hussein, Yusuf, Abdul Karim, Muhammad, Isa, Abdallah, Faraj. Nani mwingine? Kuna Mustafa, kuna Salim, Mahmud. Mpaka Masai wanatoa majina. Hebu waambie. Tunajua. Tunajua. Musa, Ibrahim, Isaac. Majina mengi ya Kiislamu. Na unajua gani? Muhammad. Ayubu vile pia ni jina la nabii. Ni mengi sana. Bado hujapata, tuendelee. Mimi nimepata. Gani? Hussein. Takbir. Allahu Akbar. Mashaallah. Kwa hivyo wewe ni Hussein na details zako atachukua huyu. Sasa Mwenyezi Mungu ana majina mengi mazuri, lakini nataka nije kwa hawa. Wewe tushapata jina lako, kwa hivyo wewe kaa pembeni. Ama unaondoka? Nilikuwa na shughuli ya haraka, so nilikuwa na. Haya, sasa njoo kwa huyu, mpe namba yako ndo aweze kukuandikisha, na mpe kitabu cha kusali hapa ajifunze, alafu tumuingiza madrasa. Sasa hapa tunaenda vizuri. Na Wamasai mko na maswali? Ulisema unaitwa nani? Luka. Luka. Nikumbushe. Mimi pia naitwa Meshaki na mimi ni Mkristo, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Amen. Sasa umepata mwenzako pale. Kabisa. Maana anajisikia yuko mnyonge hapa, amekaa na watu wa Yahwe. Ameshtuka. Watu wa Mungu. Mesema sisi sio wa Mungu. Wewe ni wa nani?
Haiwezekani, sisi sio wa Mungu. Sisi tuliumbwa na Yawe. Kuna mikora waliingia wakaandika hii maandiko vibaya, ndio maana mnaamini ya kuwa iko ni ya Mungu, lakini ukweli ni kuwa maandiko original iliandikwa kwa jina la Yawe. Kuna proof kwa encyclopedia na kuna bado prophecies. Hiki kitabu chenu sijakisoma, lakini hebu nifungulie kitabu cha Kutoka, mnahitaji Exodus 6:3. Haya. Ndugu zetu wa Masai, brother yenu amefurahi sana hapa. Amefurahi. Huyu ni wa Mungu. Huyu ni wa Mungu. Ando anakataa si wa Mungu. Haya, msomaji wangu naomba uje huku tusaidiane. Mpe kitabu. Njoo nikupe kitabu. Kujia kitabu. Nifungulia 59. Kitabu Sala. Hiki kitabu enda uanze kusoma, alafu tutafanya mpango, tutakuingiza madarasa. Tutawasiliana zaidi. Na kuna Qurani, ungependa Kiingereza ama Kiswahili? Qurani. Qurani. Kiingereza. Namba hiyo. Haya, shika. Haya, 59 umefika? 59 niko pale. Ngapi? 23. 59 23. Ngoja niulize swali. Nimefika. Bismillahirrahmanirrahim. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu. Toningo. Aya. Endelea. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hakuna abudiwaye kwa haki isipokuwa yeye tu. Mfalme mtakatifu, mwenye salama, mtoaji wa amani, mwenye kuyaendesha mwenyewe mambo yake, mwenye shani, anayefanya analolitaka, mkubwa. Mwenyezi Mungu yu mbali na hao wanaomshirikisha naye. Inazidi kusema, yeye ndiye Mwenyezi Mungu, muumbaji, mtengenezaji, mfanyaji wa sura za namna za viumbe, mwenye majina mwenye majina mazuri, kinamtukuza. Mwenye nini? Mwenye majina mazuri. Wewe umesikia mwenye nini? Burudi. Qurani sio buku hiyo mnasema. Hii ni Qurani. Mwenye majina mazuri. Mwenye nini? Okay, inasema yenye vile umesikia hapa, sio vile nyinyi mwenye majina mazuri. Jina ama majina? Majina. Malizia. Kinamtukuza kila kilichomo mbinguni na ardhini. Naye ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, ana sifa nzuri, ni mwenye nguvu, mwenye hekima. Sasa nyinyi mnatuambia Mungu anaitwa Yahwe, ambapo amejifunua katika kitabu chenu kupitia jina hilo, ambacho ni lugha gani hiyo? Kizungu. Sisi hatujakataa Mwenyezi Mungu. Yahwe ni lugha ipi? Yahwe ni Kihibru. Ni Kihibru. Wewe ni Mwebrania? Lugha zote zilianzia Hebrew. Kwa ushahidi gani? Kwa ushahidi ulioko na ulioandikwa. Hata vitabu vilivyoandikwa vyote unaweza pewa usome ujue ilianzia hapo. Sawa. Lugha zikagawanyike. Na maiki uko nayo hapo, ukiongea ongea kwenye maiki. Mzee wangu, umefika Exodus. Hebu nisomee 6:3. Uko na maswali? Kidogo andiko moja alafu nipe maiki. Exodus 6 verse 3. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as he should die, almighty strength. But my name, Yahweh, was I not known to them? Sasa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mwenyezi Mungu anasema ama Yahwe kisema Mwenyezi Mungu amtaki. Huyo Yahwe alijifunua kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo kama Yi Shaddai, sawa? Yes. Kwa hivyo wakiomba walikuwa wanamhitaji Yahwe. Jina hilo hawakuambiwa. Waliambiwa. But my name Yahweh was I not known to them. What is the meaning of I was not known to them? By my name Yahweh, was I not known to them? Anakuja kudhibitisha kwa Abrahamu, kwa Isaka, kwa Yakobo. Ni kama alikuwa anaitwa Yahweh. Kwa nini leo hii hawamuiti Yahweh? Was I not known
to them. Hilo ndilo jina langu. Kwa nini mumebadilisha, mnaniita Mungu? Na hii okay, subiri. I appeared to Abraham, to Isaac and to Jacob as Yeshadai. He appeared to them as Yeshadai. Who is Yeshadai? Almighty strength. Who is Yeshadai? Yahweh. So Yahweh is Yeshadai. Hapana. Yeshadai ni almighty strength. Who is that? Who is he? Nguvu za milele. Ni nani huyo? Yahweh. Kwa hivyo nikisema Yeshadai unajua ni nani? Hapana. Yoyote anaweza Kile kitabu chenu hichi. Yeshadai. Ukisema kwa mfano kama tunasikianga simenti ya nguvu. Simenti ya nguvu. Haiti hiyo simenti, haiti nguvu. ابتسم يا صديقي